ila pia pesa zako ziko kwenye wallet yako. Wallet sio account. Ukija kwenye mifumo ya centralized finance, pesa zako zinakaa kwenye account ambayo inamilikiwa na kuongozwa na watu fulani. Ila ukija kwenye mifumo ya decentralized finance, pesa zako zinakaa kwenye wallet. Wewe unachomiliki nini? Ni wallet. Wallet ni sawasawa na benki yako. Ila pia kuna real time transaction, kwamba miamala inayofanyika kwenye decentralized finance inafanyika kwa wakati sahihi. Kwa kama unafanya muamala sasa hivi, utafika sasa hivi kwa mtu unayefanyaje, unayemkusudia. Ila kwenye mifumo ya centralized finance tunaona kuna muda unafanya muamala unachukua hadi siku 3, zaidi ya masaa 24, muda mwingine unafika kwa wakati, kwa sababu kuna watu wana control hapo katikati. Ila pia huko tunaona kuna haya APY offering. Tunaona kuna APY kubwa. Ukisema APY tunamaanisha ni annual percentage yield. Ni zile asilimia za mavuno ndani ya mwaka. Ila pia tunaona kuna kitu kinachoitwa smart contract. Smart contract anasimama badala ya mwanadamu. Sera na sheria zipo, mwanadamu ndo anayefanya anayezisimamia. Kwa hiyo imekuja smart contract ili kumuondoa mwanadamu kama mtukati. Hizo smart contracts ziweze kusimamia hizo sheria. Tutaangalia mifano ni namna gani smart contracts zinaweza kusimamia nini sheria. Ila pia tunaona kwenye masuala ya decentralized finance, pesa zetu zinakuwa thamani kila siku. Ukiweka pesa zako kwenye mfumo wa decentralized finance, pesa zako zinakuwa thamani kila siku. Na kwa nini tunafanya Horizon? Tunafanya Horizon kwa sababu Horizon imefanikisha kuondoa mtukati, imefanikisha kuondoa mwingiliano wa watu. Tumesema mwanadamu anaweza kaa anajua sera na sheria, ila huyo ndio akawa ni mtu wa kwanza kufanya kuzivunja. Kwa hiyo yenyewe imejaribu kuondoa mwingiliano wa watu. Ila pia anachokifanya inasema kwamba code is a law, kwamba hizi code zilizowekwa kwenye mifumo tayari ni sheria. Kwa nini tunasema ni sheria? Kwa sababu sheria kwenye maisha ya wanadamu tunazijua, ila tunazivunja. Ila kwa sababu hizi sheria zake zinasimamiwa na smart contract, huu mfumo hauna hisia wala utashi. Kwa hiyo huwezi ukavunja nini? Ukavunja sheria. Ndio maana tunasema dunia sasa hivi tunatoka kuamini wanadamu tunaenda kuamini mifumo. Ila pia tunaona unaongoza utajiri wako kwenye wallet yako mwenyewe. Kwa hiyo utajiri wako wapi? Kiganjani kwako. Tukisema wallet una copy kutoka kwenye device kama laptop, simu na devices zingine. Kwa hiyo kwa sababu mamlaka ya ile wallet unayo wewe mwenyewe, ni kumaanisha kwamba asset zako unafanyaje? Unazicontrol wewe mwenyewe. Wala dalali. Sasa kwenye mifumo zilitambulisha token kadhaa. Moja wapo ni Shiba Inu, Doji, Pepe, ila pia na Trump Coin. Trump Coin ni moja ya sarafu ambayo ilifanya vizuri, ila pia imeanguka vibaya sana sokoni. Hii imetambulishwa mwaka jana, inawezekana ni maarufu kulinganisha na sarafu zingine, kwa sababu mwaka jana ilikuwa ni maarufu sana hii token. Imeingia sokoni ilikuwa ni Januari 19, ilifika piki ya $75 kwa sarafu moja. Hii sarafu inahusishwa na rais wa Marekani Donald Trump. Ila tunapoongea mimi na wewe leo iko chini ya $4. Na ni moja ya sarafu ambazo zimemtengenezea pesa nyingi sana Donald Trump. Sababu ni moja ya watu ambao wameingiza pesa nyingi kwenye crypto. Mwaka jana pekee ameingiza zaidi ya bilioni 1.4 USD, sio T-shillings, USD. Kwenye T-shillings ni zaidi ya trilioni 3.5 ameingiza pekee kwenye hii mifumo. Sarafu chache sana alitumia kuingiza hizo pesa. Kwa hiyo ni kitu ambacho DeFi 1.0 ilikuja kuboresha baadhi ya mambo. Tunakubaliana na hilo swala kwamba DeFi 1.0 ilikuja kuboresha baadhi ya mambo ambayo tunaweza tukafanya biashara bila kumtegemea mteja wala dalali. Ila changamoto iliyokumba huu mfumo ni kwamba liquidity ilikuwa inamilikiwa na watu wachache. Tukisema liquidity inamilikiwa na watu wachache, it means kuna watu wanaweza waka control soko, wanaweza waka control price. Yaani ndugu ya rais, soko la mahindi ya Tanzania debe moja hiyo ni 20,000 kwa kila debe. Alafu uzalishaji wa Tanzania kwa mwaka uwe ni tani milioni 20. Mimi peke yangu nina uwezo kununua tani milioni 18. Moja ya vitu ambavyo tuliviona ni kwamba kulikuwa hakuna uwezo halisi wa kucontrol price. Yaani price ilikuwa inasimamiwa na watu wachache. Ndio maana tukasema walionufaika ni wakina Donald Trump kwenye ile
some coin, ila na vitu vingine vingi kama pumping and dumping. Ilikuwa ni game ya pumping and dumping. Haya masuala ya pumping and dumping hata kwenye masoko yetu ya hisa huwa yanatokea. Leo unaweza kuona hii kuna hisa inafanya vizuri, ukaingia kununua ikaanguka. Inaangushwa na nani? Inaangushwa na watu wanaitwa market makers. Hao market maker ni kwamba ni watu ambao wanakuwa na mitaji mikubwa sana sokoni. Ile mitaji mikubwa pia akaingiza kwenye product fulani au kwenye soko la hisa fulani. Price lazima ikaenda juu. Ikienda juu wakifikia target wanatoka sokoni. Wakitoka sokoni wanakuwa wamefanyaje? Wamedump hiyo nini? Hiyo product. Ikaja DeFi 2.0. Hii 2.0 haikuja kufuta kilichojengwa kwenye DeFi 1.0. Hapana. Kwenye blockchain hakuna utaratibu wa kufuta, ila kuna utaratibu wa kuboresha. Sasa hii ilikuja kuboresha. Iliondoka na ile kitu ambayo ni automatic market makers, alafu pia ikaja kaongeza kitu kinachoitwa protocol on liquidity. Sasa tayari tulikuwa tunaona kwamba tunaweza tukafanya biashara bila kumtegemea mteja wala dalali. Sasa kwa nini zile tokens zilikuwa zinaanguka? Zilikuwa zinaanguka kwa sababu liquidity ilikuwa inamilikiwa na watu wachache. Kuna mifumo mingine ni mifumo mizuri, ila liquidity mnaikusanya kwa mtu mmoja au taasisi moja. Kwa wale watu kutoka sokoni, kuna hatari ya ile product kupoteza nini? Thamani. Sasa wakasema tuje na mifumo ambayo protocol yenyewe, yaani mfumo utakuwa unaweza kumiliki liquidity. Ikaja protocol moja inaitwa Olympus DAO. Hii ni protocol ambayo ilikuwa China. Ilikuja na mapinduzi makubwa sana kwenye masuala ya DeFi. Mapinduzi ambayo iliyafanya, kwanza ilikuja na kitu kimoja kinaitwa APY. Annual percentage yield. Ilikuja na asilimia zaidi ya 100,000. Yaani nikisema asilimia 100,000 namaanisha kwa mtu mwenye mtaji wa pesa ya Tanzania milioni 1 alikuwa anaweza kutengeneza bilioni 1 ndani ya mwaka mmoja kwenye hii protocol. Mpaka leo hii protocol ipo, ila APY yake imeshuka, iko chini ya 100. Inafanya vizuri, ila changamoto iliyopitia hii protocol ni kwamba kulikuwa hakuna sababu ya mimi kukwambia wewe. Hiyo sababu haikuwepo. Sasa watu wakakaa chini kutokana na ukuaji wa teknolojia. Kwa moja ya vitu ambavyo tuliona changamoto zake pia ilikuwa ni swala lake la ukuaji lilikuwa lina limit. Ndio maana hii protocol ya Olympus DAO ilitumika China peke yake. Kulikuwa kuna sababu ya China kutoka China kuja kukwambia wewe huku. Sasa ukuaji wa teknolojia ukaendelea, ukatambulisha kitu kingine sokoni kinaitwa DeFi 3.0. Sasa hapa automated market maker, ila pia tuna protocol on liquidity, ikaongezea kitu kinachoitwa scalability. Hii scalability ni uwezo wa mtu mmoja kumwambia mtu mwingine, ni uwezo wa kuisambaza bidhaa fulani. Sasa hii scalability ilikuja kutambulishwa na protocol moja inaitwa LGNS. LGNS ilikuja na token yao moja inaitwa Origin. Hii LGNS iliingia sokoni kama na APY 7, ikiwa inamaanisha mtu mwenye mtaji wa milioni 1 ya Tanzania alikuwa anaweza kutengeneza hadi milioni 70 ndani ya mwaka mmoja kwenye hizi protocol. Kumbuka, hii mifumo yote huwa ina base kwenye masuala ya cryptocurrency, kwamba hizi sarafu mtandao zina namna ya uingizaji wa pesa. Namna ambayo zimezoeleka zilikuwa za awali, ilikuwa sawa. Kwanza ilikuwa ni mining. Mining ni kama kuchimba tu madini kawaida, ni kwamba sarafu zinafungiwa sehemu mnakuwa mnazichimba. Hiyo ilikuwa na changamoto kwa sababu sasa hivi inahitaji mitaji mikubwa sana kufanya hivyo na faida zake zimekuwa ni ndogo. Namna ya pili ilikuwa ni swala la trading, kwamba unanunua sarafu na hold zenu unaiuza kwa thamani ya juu. Hiyo imekuwa na riski kubwa kwa sababu kulikuwa kuna mifumo ya pumping and dumping kwa wale watu wenye mitaji mkubwa. Sasa kitu kingine kilichokuja ni swala la staking. Staking ni mfumo wa unachukua asset unazifungia sehemu alafu zinazaa asset zingine. Yaani mfano rahisi kwenye maisha yetu ya kawaida. Kuna mtu watu wakulima wakivuna mahindi, kuna mtu anaenda ananunua mashambani kwa mahindi. Akishanunua ile mahindi, anaenda anafanyaje? Anayafungia store. Baada ya kufungia store, yakipanda thamani anauza. Huo mfumo tunaita ni trading. Yaani kwamba umenunua product fulani, umehold, imepanda thamani, umefanyaje? Umeuza. Sasa riski zake ni nini? Unaweza ukaenda kununua debe moja kwa shilingi 15,000 kipindi hiki. Serikali ikaenda kanunua na finance. Automated market maker ilikuwepo kwenye blockchain, hakifutu kitu. Kinachofanyika inaboreshwa, panaboreshwa pale palipo kuwepo.
Sasa iliboreshwa automated market maker, ikaja ikaongezewa protocol liquidity kwenye DeFi 2.0, ikaja ikaongezewa scalability ikawa ni 3.0, imekuja ikaongezwa artificial intelligence ikawa ni DeFi 3.5. Sasa hapa ndio kuna ujio mpya wa mapinduzi ya masuala ya decentralized finance. Hapa ndio kaja kitambulisho kitu kile kinachoitwa Horizon. Horizon ni protocol ambayo imejengwa kwenye blockchain, inasimamiwa na smart contract, inasimamiwa na mikataba janja, ikitegemea ukuaji wa nini? Ukuaji wa kijamii. Sasa tumesema protocol kama Olympus DAO ilitumiwa na watu wachache. Kwa nini ilitumiwa na watu wachache? Kwa sababu kulikuwa hakuna sababu ya wewe kumwambia mtu mwingine. Ila HNS ilitumiwa na watu wengi kwa sababu kulikuwa kuna sababu ya wewe kumwambia mtu mwingine. Walichokwama kwa hiyo mifumo mingine, kulikuwa hakuna mfumo halisi wa kucontrol price. Sasa kwenye mifumo yote ya uchambuzi data, kipindi cha nyuma tulikuwa tunategemea akili ya mwanadamu ili achambue data. Kipindi cha nyuma. Sasa hivi imekuwa ni tofauti. Sasa hivi tunategemea mifumo ya artificial intelligence kuchambua nini? Kuchambua data. Hata kwenye maisha yetu ya kila siku tunayoishi, unaweza kukuta zaidi ya 90% ya wanadamu wanatumia ChatGPT, Gemini GPT na nyingine nyingi sana kufanya shughuli zao za kila siku, uchambuzi wa data, taarifa na vitu vingine, kwa sababu ndio mfumo rahisi kuchambulia data na kukupa majibu kwa wakati. Sasa Horizon protocol ikaja na token yake inaitwa ORI. Currency, hii currency tayari kusokoni inaitwa ORI. Currency tunazozijua, tunazo currency aina mbili. Tuna za crypto na tuna fiat ambazo zinamilikiwa na mataifa fulani. Sasa tukisema sarafu zinazomilikiwa na mataifa fulani tunamaanisha labda shillings, USD, yuan, dirham na sarafu zingine nyingi. Hizi sarafu zinakuwa zina mipaka kwa nini? Kwenye matumizi. Kwa hiyo ukiwa na sarafu labda Tanzania shillings, hauwezi ukaenda ukaitumia Kenya, hauwezi ukaenda ukaitumia Uganda, hauwezi ukaenda ukaitumia China. Lazima ubadilishe pale sarafu inayohusika na taifa husika. Ila hizi sarafu mtandao zenyewe hazina mipaka. Unapata huduma ukiwa sehemu yoyote. Sasa huyo Horizon protocol akatamsha token inaitwa ORI. Contract address yake ni hii hapa. Imejengwa kwenye blockchain au network ya Binance Smart Chain. Hii ni moja ya blockchain imara, bora na inafanya vizuri sana duniani kwa sasa hivi. Na token yake waliingiza sokoni tarehe 26 mwezi wa 7 2025. Protocol imeanza kujengwa muda mrefu, ila ile token imeingizwa sokoni 2025. Sasa kuna vitu vichache ni minting base. Swala la minting, tukisema minting tunamaanisha ni kama kuchapisha token. Yaani kwa rahisi, kwa Tanzania sasa hivi mwenye mamlaka ya kuchapisha TZS ni BOT. Sana pia analimitiwa kuchapisha kwa sababu za kiuchumi. Tunasema analimitiwa kuchapisha kwa sababu za kiuchumi kwa sababu zipi? Mfano, huwa anachapisha endapo ukiwa labda na uchakavu wa pesa na vitu vingine. Ila akisema anachapisha kiholela, kuna hatari kubwa sana currency ya Tanzania ikaendelea kupoteza nini? Thamani, kwa sababu supply itakuwa kwa demand. Na moja ya kitu ambacho kinachoharibu currency yetu ni kwamba tuna import kubwa sana kuliko export. Kwenye nchi yako ukiwa unaingiza mizigo mingi kutoka nje kuliko unayotoa, kuna hatari sana currency yako kufanyaje? Ukaiangusha. Sasa huu mfumo unazalisha token ya ORI. Ile unazalisha kwa mfumo ambao hautaathiri price ya ORI sokoni. Ndio maana token iliingia sokoni mpaka leo price iko stable. Inategemea sana masuala ya reserve bond, liquidity bond, inategemea swala la treasury, risk free value. Ila pia ina kitu ambacho kinachoitwa dynamic APY. Ina annual percentage yield ambayo inabadilika kutokana na uhitaji wa soko. Hiyo annual percentage yield inabadilika kutokana na nini? Na uhitaji wa soko. Ila pia inahakikisha masuala ya uchumi wake uwe stable. Yaani uchumi wake usiumbe kutokana na yale mazingira ambayo tumeona nyuma wa liquidity zilikuwa zinamilikiwa na watu wachache. Kwa hiyo kuna hatari ya uchumi wa hii mifumo kuyumba. Ila pia tunaona kuna automated market regulator. Ni kwamba mifumo ya masoko inajiendesha yenyewe bila kumtegemea mwanadamu. Ndio maana tunaona unaweza kuwa na ORI ukaiuza muda wowote, saa yoyote bila kumtegemea mteja wala dalali. Kuna smart contracts zinasimamia kila jambo
kwenye hii mifumo, mambo ya minting, mambo ya staking base, mambo ya burning, mambo yote yanasimamiwa na smart contract, sio mwanadamu, kwa sababu wanadamu tumeumbwa kwa hisia na utashi. Hii mifumo ya smart contract haina kitu kama hiko. Mfano rahisi napenda kuwatolea kila siku ni kwamba ukienda kwenye majengo ya kisasa, ukifika getini, kuna mageti yanafungua automatic, yanafungua na kufunga. Ule mfumo wa kufungua na kufunga ule unategemea smart contract, kwamba kuna sheria imeshawekwa pale. Smart contract kazi yake ni kusimamia. Anasimamia vipi? Labda sheria iliyopewa kwamba mtu akisogea mita moja kabla mlango ufunguke. Kwa hiyo yeye itafanya hivyo tu. Mita moja kabla mlango unafanyaje? Ufunguke. Haijalishi yule mtu ni nani. Iwe ni mimi, iwe sijui mheshimiwa gani, itakachofanya ni hivyo tu. Mita moja kabla ile smart contract itafanyaje? Itafungua mlango. Hata kwenye matumizi yetu ya simu kila siku kuna smart contract huko ndani. Kuna kitu kinaitwa calculator tunakitumia kwenye simu zetu. Ile ni smart contract pure, kwamba mfumo umeshasetiwa tayari, umeshawekewa sheria. Kwa wewe ukienda ukautumia ule mfumo ukaandika 10 lazima itakuletea 20. Ile tungerudi kwa mwanadamu, ukiwauliza wanadamu 100 10 ngapi, kuna wengine watakosea huko ndani kwa sababu ya hayo masuala ya wanadamu na utashi na hisia na vitu vingine. Mfumo wa mkaguzi mkuu wa masuala ya fedha hapa nchini ni BOT. Basi kwenye mifumo ya cryptocurrency kuna wakaguzi ambao huwa wanakagua. Mfano wa wakaguzi kuna huyu hapa anaitwa Celtic. Huyu Celtic kazi yake ni kukagua kwenye mifumo ya nini? Ya decentralized finance. Ila pia kuna wengine pia kama Binance wana audit wao. Sasa huyu mmoja wa vitu vya msingi alivyoviangalia, ameangalia je, ownership iko announced, akakwambia ndio ownership iko announced. Hii inapatikana kwenye PDF yetu. Ila pia unaweza kuingia kwenye mfumo ndani ukakagua. Ukaingia hapo kwa Celtic ya ukakagua, watakupa certificate yenye asilimia ngapi. Ila pia kitu kingine, je, kuna mmiliki ambaye amefichwa? Kwa sababu hii mifumo ili watu waendelee kuitumia na wawe salama, usiwe na mmiliki. Wewe umejenga mfumo, basi mfumo umeukabidhi kwenye blockchain, wewe umejitoa uwe mtumiaji kama watumiaji wengine. Kwa hiyo Celtic kwa kipindi hiki akaja akatoa score 80.33A ambayo ni score nzuri sana ukilinganisha na ukuaji wa hii protocol, na pia ujenzi bado unaendelea. Swala la ujenzi kwenye masuala ya staking na masuala ya token umeshamalizika. Ila Horizon ina malengo makubwa. Inataka token yake iwe inatumika zaidi kwenye matumizi ya kawaida ya wanadamu. Ndio maana imetambulisha juzi kitu kinachoitwa Pay, yaani kwamba unaweza kutumia token ya Horizon kununua umeme, kununua voucher na vitu vingine. Sasa ambayo ni stable, ina range kati ya $50 to $60. Sasa mfumo umeweza vipi kuzuia hii ori isiende juu ya 60? Unachokifanya ni kinachoitwa reserve bond. Reserve bond kazi yake ni kuhakikisha anazalisha tokeni zingine kuziingiza kwenye mzunguko. Ana kitu kinachoitwa mint ori. Kumint tulisema ni kuzalisha na kuingiza kwenye mzunguko. Sasa huwa anazalisha wakati huo. Endapo demand ikiwa ni kubwa kupelekea price kwenda juu, yeye anaongeza supply sokoni. Akiongeza supply sokoni means ile demand and supply itakaa 50-50. Ndio maana ameweza kuizuia price isiende juu ya 60. Ila pia liquidity bond anahakikisha price isishuke chini ya 50. Anahakikisha vipi? Ana kitu kinachoitwa APY offering, anatoa offer ya APY wakati price iko inaenda chini ili kuwavutia wawekezaji warudishe liquidity sokoni. Ila pia anachokifanya ana 50% ya USDT na 50% ya ORI, zote anazipeleka kwenye treasury. Lengo la kwenye treasury, ile treasury ndio backup ya protocol nzima. Ndio maana yeye ukimwangalia hapa anapokea mapato kutoka kwenye minting, ORI zinazomintiwa, zingine zinakuja kwenye decentralized application, zingine zinakuja kwenye treasury. Na kiasi kinachotoka kwenye liquidity, kingine kinaenda kwenye nini? Kwenye treasury, na mapato ambayo yanatokana na product ya artificial intelligence. Licha ya hii mifumo kushirikiana na artificial intelligence kusimamia, ila pia kuna mifumo ya AI ambayo bado inaingiza mapato kwenye huu mfumo wa Horizon. Kama Horizon wana Horizon GPT yao kama unavyotumia ChatGPT, ila pia wana studio. Hiyo studio unaweza kaingia ukatunga nyimbo, unaipa tu idea na kutungia nyimbo. Na watu wanafanya hivyo. Kwa hiyo kuna kiasi kidogo cha pesa unalipa, yenyewe inakusanya inaleta kwenye treasury. Ila pia kuna mambo mengine mengi sana yanafanyika, mapato yake yote yanakuja wapi?
kwenye treasure. Lengo ni kuwa na backup kubwa ya hii protocol. Hii protocol token yake isije ikapoteza nini? Ikapoteza thamani sokoni. Token ni sarafu mtandao ambayo inamilikiwa na Horizon Protocol. Maana yake sasa hivi sokoni ni kama $50 to $51 hapo. Baada ya hapo utaenda kustake kwenye decentralized application. Hii decentralized application ni mfumo wa staking ambao haumilikiwi na mwanadamu, unaongozwa na zile smart contract. Kwa hiyo ile zile tokeni zako za OI utazifungia kwenye hiyo decentralized application. Ukishazifungia, mfumo utakupa yield, utakupa yale mavuno kutokana na asilimia iliyoko sokoni. Sasa Horizon Protocol iko na mikataba miwili ambayo ni ya uwekezaji. Mkataba wa kwanza unaitwa flexible, mkataba wa pili unaitwa fixed. Huu mkataba tofauti yake ni nini? Mkataba ambao ni flexi unakupa uhuru wa mtaji wako na faida muda wowote. Ila pia APY yake inakuwa iko chini ukilinganisha na mkataba wa fixed. Ila mkataba wa fixed unachokifanya unafungia mtaji wako. Ukishafungia mtaji wako, faida inayopatikana unaweza ukaitumia muda wowote. Ila tofauti yake ni kwamba APY ya fixed ni kubwa ukilinganisha na flexi. Hapa tunaona kwenye flexi mtaji wako ndani ya mwaka utaenda kati ya mara 2 mpaka mara 4. Ila kwenye fixed ndani ya mwaka utaona inaenda mtaji mara 10 mpaka mara 12. Kwa hiyo utofauti wa hii mikataba ni kwamba mmoja umekupa uhuru wa kwamba unaweza kuingia sokoni sasa hivi jioni kwa umetoka sokoni, ila faida yake inakuwa iko chini. Mmoja unafungia mtaji, ila faida yake inakuwa iko juu ukilinganisha na kawaida ya flexi. Ila pia kuna kitu ambacho kinachoitwa vesting period. Hii ni vitu ambavyo huwa vinatumika kuhakikisha token haianguki sokoni. Tutaendelea kujifunza mambo yanafanyaje kazi. Ila kuna transaction fee ukiwa unaswap kutoka OI kwenda USDT kwa ajili ya ukuaji wa nini? Wa protocol. Sasa kuna mifano michache ya Horizon kwamba kutokana na hii mikataba mtu anaweza kupata faida. Hapo kuna mkataba, mfano mkataba wa $10,000. Tumesema kwenye flexible mfumo unaweza kulipa mara 2 mpaka mara 4, inategemea na APY iliyoko sokoni. Kwa mwaka mmoja unaweza kutengeneza faida kwa $10,000 unaweza kutengeneza faida $20,000. Kwa sababu inakuwa ni $10,000 uzidishe kwa 200%. Kwa hiyo inategemea na APY iliyoko sokoni. Kwa maoni yangu na mawazo yangu, hii mikataba sio rafiki sana. Labda kama unapitisha tu hela ikae muda kidogo uitoe. Mkataba rafiki ni fixed staking kwa sababu una APY nzuri. Mfumo wa APY nzuri tunamaanisha kwa mtu mwenye mtaji wa $10,000 kwa ndani ya mwaka anaweza kutengeneza hadi $114,000. Hii APY inapanda na kushuka kutokana na uhitaji wa soko. Kama liquidity inahitajika kubwa, ni lazima APY iende juu sana. Kama liquidity inahitajika ndogo, APY inafanyaje? Itashuka. Tunaona hivyo hivyo. Tukitolea mfano wa $10,000 kutokana na APY ya leo. $10,000 times APY iko ngapi? 972. Baada ya mwaka kumalizika utakuwa unaweza jumla shilingi ngapi? $97,200. Sasa hapa tunapiga hesabu kwa mtu ambaye anahitaji kufikia malengo ya kuishi. Kuna hesabu ambayo tunapiga kulingana na mtaji wa watu, ila pia na wewe na mfumo. Ni wewe ndio unadili na nini? Wewe unadili na mfumo. Sasa kuna cha zaidi. Tulisema kwenye ukuaji wa hii mifumo, tuliona kwenye mfumo wa Olympus DAO. Tulisema ni mfumo ambao walitumia watu wachache. Kwa nini walitumia watu wachache? Kwa sababu kulikuwa hakuna sababu ya wewe kwenda kumwambia mtu mwingine. Sasa kwenye blockchain wenyewe wakatengeneza kitu kinachoitwa scalability ni uwezo wewe kwenda kumwambia mtu mwingine. Sasa huo uwezo waliotengeneza vipi? Walitengeneza ushawishi kwa mfumo wa kwamba ukimwalika mtu kwenye mifumo ya decentralized finance, mfumo utakulipa 10% ya kile anachokipata. 10% ya kile anachokipata. Sasa hapa tunaenda kuona tofauti. Network nyingine ni nzuri sana na zinabadilisha maisha ya watu, ila tukagundua ni pesa ya mtu inatoka kwenda kumlipa mtu mwingine. Ila scalability za hii mifumo ya decentralized finance zenyewe hazilipi hivyo.
nini kinafanyika? Kinachofanya ni kwamba yule mtu amefanya staking, ameweka dola 10,000. Tumetolea mfano hapa, mtu kaweka dola 1,000, baada ya miaka 4 katengeneza milioni 8,900,000 kwa sababu hii dola 1,000 imebaki kwenye wallet yake, faida iliyotengenezwa imeenda kwenye wallet yake. Mfumo kwa sababu unazalisha tokeni zingine, zile tokeni zinazozalishwa kwanza ndio zinampa hii faida huyu mtu moja. Mbili, kuna tokeni zinazozalishwa kwa niaba ya mtu aliyomwambia huyo mtu mwingine. Kwa hiyo haitegemewi pesa ya mtu alipwe mtu mwingine, inategemewa tokeni zilizozalishwa ndio zigawanye kwa mtu aliyowekeza na kwa mtu ambaye amefanya scalability. Sasa pesa yake ya Horizon huwa haitoki hapo hapo. Hapana, kinachofanyika ni nini? Kinachofanyika wakati yule mtu anaendelea kuingiza faida kila siku, unapofanya staking kwenye hii mifumo, kila siku unapata faida, kila siku faida yako hauisubirii, inaingia kila siku. Kwa hiyo kile unachokiingiza kwa siku, yule aliyokuambia anaingiza 10% yake. Kwa kama leo utaingiza dola 10, ataingiza dola 1. Kama kesho utaingiza dola 100, ataingiza dola 10. Kama utaingiza dola 1000, ataingiza dola 100. Kwa ule mfumo wa minting, zile tokeni zinazozalishwa, mfumo utazalisha tokeni kwa ajili ya kumlipa mtu alio invest, na mfumo utazalisha tokeni kwa walipa watu ambao wamealika walio invest. Kwa hichi ni kitu ambacho, hizi ni biashara mbili tofauti. Biashara ya kwanza tumesema ni wewe ununue ori, uende ukastake kwenye pool. Baada ya kustake, mfumo zile tokeni zinazozalishwa utalipwa asilimia kutokana na APY iliyoko sokoni. Hiyo ni biashara ya kwanza na haihusiani na biashara ya pili. Biashara ya pili ni swala la scalability. Wewe utaamua, je, mimi nimejua hii protocol nzuri, inavutia, kuna sababu ya mimi kwenda kumwambia mtu mwingine? Kwa kama unaona unaweza kumwambia mtu mwingine, unaweza kutoka hapo kwenda kumwambia kwamba kuna kitu kinachoitwa Horizon protocol, wana token ya ori, ukiinvest kule unapata hivi. Kitendo cha kumwambia na kaingia kwenye biashara, atatumia address yako wewe kuingia kwenye biashara. Baada ya hapo, kile kile anachotengeneza kila siku, 10% mfumo unakulipa wewe. 10% mfumo unakulipa. Hii inasaidia nini? Hii inasaidia hizi protocol kuwe na urahisi wa kukua, watu waweze kuzitumia kwa urahisi. Isingekuwa na huu mfumo, aliyekualika asingekuita hapa. Amekuita kwa sababu kuna mfumo wa scalability, kwamba akikwambia wewe ukaielewa hii protocol, ukaja ukafanya staking kwenye huu mfumo, kuna kiasi ataenda kutengeneza. Sasa kwenye mifumo ya scalability wametengeneza vitu viwili, wametengeneza direct na wametengeneza team contribution weight. Direct ni ile asilimia unayoipata kutoka kwa ule mtu uliyomwalika moja kwa moja, ila hii team inatokana na wale watu ambao wako chini ya watu ulioalika wewe. Kwa hata hawa watu, wewe ni huyu wako, ukaalika watu wawili, wakaenda wakaalika watu 1,000 huko chini, wewe utaendelea kulipa kwa sababu mifumo ya scalability za blockchain hazina kitu kinachoitwa kizazi. Wewe unaendelea kulipa tu. Kwa hiyo mifumo ambayo tunashauri kama unaenda kujenga team, utajenga kwa line 2, line 3, line 4. Hii itakutengenezea 10% tu 15, hapa 10 tu 20, hapa 10 tu 25 ya kile wanachokitengeneza wao. Ikiwa na maana makadirio yanaweza kaja, ukienda na line 2 zikiwa na mauzo ya dola 10,000 kila line, unaweza kutengeneza kati ya dola 2,000 hadi 3,000 kila mwezi. Ukiwa na line 3 za dola 10,000 unaweza kutengeneza kati ya dola 3,000 mpaka 6,000 kila mwezi. Ukiwa na line 4 za dola 10,000 unaweza kutengeneza kati ya dola 4,000 mpaka 10,000 kila mwezi. Na hesabu rahisi ni kurudi hapa tu, kwamba ukiwa na watu 4 ambao wanatengeneza dola 1,000, kama utamaliza mwaka na mwaka wa kwanza utamaliza na dola 9,000, kila mmoja atakuwa kutengenezea dola 900. Kama mwaka wa pili utamaliza na dola 94,000, basi kila mmoja atakuwa kutengenezea dola 9,400. Kama mwaka wa tatu watamaliza na dola 9,018, kila mmoja atakuwa kutengenezea dola 91,800. Na kama utamaliza na milioni 8,900,000, basi kila mmoja atakuwa kutengenezea zaidi ya 8,990,000. Kwa mfumo wa scalability tunafanya kazi hivyo. Ni vile vile ukiendelea kujenga team na watu wako wakiendelea kujenga team kwa 4 lines zile, mfumo utakulipa 10% tu 25 kila mwezi, ambao unaweza kutengeneza kati ya dola 40,000 mpaka dola 100,000 kwa mwezi. Ukienda mauzo akafika dola 100,000 kila line, mfumo utakulipa kati ya 10% tu 25, ambao ni wastani wa dola 400,000 mpaka dola 1,000,000. Hii inatokana na scalability. Tumesema
Hii biashara inalipa katika mazingira mawili, investment au scalability. Wewe utaamua utabakiwa huu mfumo 2025 ilikuwa inajenga kwa namna gani kabisa community, pia ikaranti kinachoitwa DApp na ifanye kinachoitwa staking, kwamba watu waweze kufanya staking, waweze kununua ori, wafanye staking kwenye mfumo wa Lipo. Hiyo mambo yalimalizika mwaka jana. 2026 ikatengenezwa hii hapa AI GPT tools ambazo zitakuwa kwenye mfumo wa Horizon ili hii protocol iendelee kukusanya mapato. Hiyo imeshamalizika. Ila pia 2027 matarajio ilikuwa ni mambo ya AI zitakuwa ziendelee kuongezwa, wale zile products za AI kwa na DAO, hizo dashboard na payment gateway. Hii payment gateway itakuwa ifanyike 2027. Ila kwa sababu hii token imejaribu kutengeneza mfumo wa matumizi ya mwanadamu ya kila siku, hiyo payment gateway wameiondoa 2027, imefanyika 2026. Tayari imeshafanyika. Sasa hivi tunanunua luku kupitia all token na tunanunua voucher na vitu vingine vinaendelea kuongezeka kila siku. 2028 AI reserve system. Mambo yatakuwa mengi kwa sababu kwa hiyo teknolojia inaendelea kukua kila siku. Kwa hiyo tutaangalia namna gani mfumo wa Horizon utaingiliana kabisa na mifumo ya dunia halisi ambayo tulikuwa tunaishi. Kwa hiyo malengo ni makubwa, ila bado kuna mengine yataendelea kuja baada ya hii mifumo ya DAO kutambulishwa kwenye mfumo wa Horizon protocol. Kwa hiyo tunaona vitu vingi, na moja ya vitu ambavyo tunavifahamu ni kwamba protocol sasa hivi ina ukwasi zaidi ya dola milioni 37. Kwa matarajio mpaka 2028 iwe na ukwasi zaidi ya dola bilioni 30. Inawezekana kwa sababu watu wanaelewa protocol vizuri. Sasa Horizon is here forever. Sasa Horizon kwa sababu imejengwa kwenye blockchain. Horizon kwa sababu ni decentralized finance 100%. Horizon haitakufa. Kuna mifumo watu wameitumia imekufa, kuna mifumo watu wanaitumia haijafanya vizuri, kuna mingine ipo tokens zimeanguka sokoni na vitu vingi sana tunaviona. Ila Horizon itaweza kumaintain price na haitakufa. Kwa sababu zipi? Kwa sababu kwenye swala la usalama, kwanza wewe ndio unayemiliki wallet yako. Unaweza kuwekeza kwenye Horizon bila kumshirikisha mtu yoyote. Moja. Mbili, kuna smart contract zaidi ya 100, ziko 134 zinazosimamia shughuli zote zinazoendeshwa kwenye Horizon protocol. Tatu, hawa Celtic tayari washa verify. Walifanya ukaguzi, wakaverify code ziko vizuri na wakaverify kwamba contract iko announced. Ila pia moja ya vitu ambavyo tumefanya vizuri sana kwenye hii protocol, kulikuwa hakuna pre-sale. Tokens za Horizon zimeingia sokoni ndio zikaanza kuuzwa kulinganisha na project ya protocol zingine. Ila pia contract ownership announced. Mfumo Horizon umeannounce ile contract zao, ikiwa na maana wameshokifanya, wamefanya dead contract. Yule mmiliki wa awali, yule creator amejiondoa kwenye wamiliki na mtengenezaji, amebaki ni mtumiaji kama watumiaji wengine. Tukisema renounce kwenye maisha yetu ya kawaida tunamaanisha wewe umefungua group la WhatsApp leo, ukatwadi sisi watu wote huko ndani. Baada ya kutwadi, alafu wewe mwenye group ukaleft. Ndio kinachofanyika hapo. Kufanya renounce ni kwamba unakuwa umeandaa group, baada ya hapo umeleft. Kwa unakuwa umeandaa mfumo, baada ya hapo unaukabidhi ule mfumo kwenye blockchain, smart contracts ziendelee kusimamia. Sasa kitu kingine tunaona Horizon protocol imeondoa kitu kinachoitwa pumping and dumping. Pumping and dumping kwenye mifumo ya masoko. Mifumo ya masoko tunasema pumping and dumping ni kwamba ni watu wenye mitaji mikubwa wachache wanaingia sokoni, wananunua bidhaa kwa kiwango kikubwa. Baada ya kununua wanakuwa wametengeneza demand kubwa sokoni. Baada ya hapo kitaka kutoka sokoni wanakuwa wametengeneza supply kubwa, price ile product lazima itaanguka. Ila pia kuna mfumo wa vesting period ambazo yield zote zinaingia kwenye vesting period ya siku 15 mpaka siku 180. Hii pia inasaidia token isianguke sokoni. Kwa hiyo Horizon ilituhakikishia kwamba swala la kiusalama iko vizuri. Swala la kuhakikisha price haianguki sokoni iko vizuri. Ndio maana tumeona kulikuwa kuna changamoto kubwa sana ya kiuchumi miezi miwili nyuma hapa, baada ya changamoto za Mashariki ya Kati. Gold ilidondoka, oil ilidondoka na vitu vingine vingi vilidondoka. Ile Horizon ile token yao ya oil haijadondoka mpaka sasa hivi, na range kati ya 50 to 60. Ila pia tunaona kuna dynamic APY, ni ile APY ambayo inabadilika kutokana na uhitaji wa soko. Ila pia tunaona ecosystem yake inasapotiwa na artificial intelligence technology, yaani kwamba
Mwanzo tulikuwa tunategemea uchambuzi data na maamuzi yatokane na akili ya mwanadamu. Sasa hivi dunia imetoka huko. Ndio sababu zamani kulikuwa kuna marobot. Ila wale marobot yalikuwa tegemea inaendelea kujicompound. Faida iliyotengenezwa leo, kesho inaingia kama mtaji. Faida iliyotengenezwa leo, kesho inaingia kama mtaji. Kwa hiyo ukiangalia hapa mtaji wako bado 1000, ila mwaka wa pili mtaji wako ulihesabiwa kama dola 9000. Mwaka wa tatu mtaji wako ulihesabiwa kama dola 900,000. Kwa hiyo hii compounding rate inasaidia sana swala la nini? Swala la ukuaji wa hii kitu. Kwa hiyo tunaona ni moja ya protocol ambayo itakaa siku nyingi sokoni na itaendelea kuwepo. Sina pingamizi kwamba ukuaji wa teknolojia inaweza labda ikaja kuathiri. Ndio maana mlango wa artificial intelligence kwenye mfumo wa Horizon bado uko wazi, kwamba kwenye mifumo ya artificial intelligence wanaweza kuendelea kuboresha, ila kwenye mfumo wa token na masuala ya mechanism hawezi kabisa, kwa sababu tayari kitu ambacho kishafanyaje, kimeshajifungia, washafunga hizo code na hakuna uwezekano wa kurudi kwenye mfumo kuja kufanya marekebisho. Huu ni mwisho wa presentation yetu. Nilikuwa naomba nikaribishe